kila wakati akienda klasi nyingine anakuwa prefect. Sasa yule mtu anaona maono ya kuwa nani? Haleluya. So lazima tukaishi tukiwa na maono ya kuwa baada ya maisha yote tunayoishi hapa duniani tunatarajia kuingia wapi? Ama katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tufungue katika kitabu cha Proverbs ama Mithali mstari wa 18. Kama kuna mtu anaweza tusomea Biblia ya Kiswahili ama yoyote ile, kama ni ya Luya Digo, bora ni Biblia. Haya, mtu mwenye amepata mpata unasoma. Mstari mmoja. Utasoma. Yes. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Yes. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Bwana Yesu asifiwe. Anasema pasipo maono watu huangamia. Jina la Bwana libarikiwe. Maana utaangamia kweli kwa sababu hauna maono. Yaani unaishi lakini hujui waenda wapi ama waelekea wapi, ama baada ya kuishi waelekea wapi. Hata mtu ambaye anaishi akisema ya kwamba mimi baada ya kuishi nitakufa, ana maono. Bwana Yesu asifiwe. Si anaona atakufa, hiyo pia ni maono. Lakini sasa Biblia inasema ama Sulemani anatuambia ya kwamba pasipo na maono watu huangamia. Pasipo na maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Anaheri mtu yule anayeshika nini? Anayeshika sheria. Kwa hivyo katika maisha yote uishio hapa duniani, basi ni heri ukuwe na maono. Ishi ukiwa na maono. Nilikuwa primary nikasoma nikafika class 8. Je, ukiwa pale class 8 unajiuliza, mimi nikimaliza maono yangu ni gani? Wataka kwenda wapi? Mwingine atakwambia nikimaliza class 8 nataka kuwa bodaboda, hiyo ni maono yake. Mwingine atakwambia nikimaliza class 8 nataka niingie form 1. Huyo ni mtu mwingine tofauti. Mwingine atakwambia mimi nasoma lakini hata sijui naenda wapi. Hiyo pia naye ni maono yake kivyake. Kimpango ni maono yake kivyake. Lakini sasa wewe kama mwanadamu na mtu ambaye umeokoka na mtu wa Mungu, ishi ukiwa na malengo. Ukijua ya kwamba baada ya hatua hii ulio sasa hivi ni hatua gani unatakiwa kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukiishi pasipo na maono, sasa wewe ni kuangamia tu, unaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni sawa ama ni sawia na mtu ambaye analala usiku, anaamka asubuhi, anatandika mkeka, anakaa. Sasa hiyo amekunywa, sijui ni breakfast ama inaitwaje, amekunywa, amekaa chini, ametulia, sasa yuko tu, yani kama yangoja kifo sijui. Yaani amekaa chini ametulia. Yaani huyo hana maono. Badala ya mtu akule hapa shughuli kama afanye kazi fulani, lakini yeye baada ya kukula anatoka mkeka anatandika. Ananyosha miguu yake miwili. Si mitatu, miwili tu. Na anatulia pale. Wengine rafiki yake apitie pale, stories zianze. Lakini yeye akilala akiamuka kazi ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hasa mtu kama yule tunaweza sema hana maono. Maana yeye akilala akiamuka kazi ni ile tu. Kazi ni ile tu. Sasa huyu mtu ni kuangamia, anaangamia. Maana kama ni chakula ameweka kwa nyumba, mwisho wa wiki ama mwezi ukishaisha, sasa kuna chakula kweli? Maana kazi yake ni kulala, akiamka ajitayarishia kule na akae chini. Sasa kile chakula si kinaenda kupungua, inaendelea kupungua. Lakini akiwa anaamka, anajiandalia chakula, anakula, tena anaenda kutafuta, unapata chakula kinazidi kukua katika ile nyumba. Lakini kama haendi, sikitaisha, kikiisha, si anaisha pia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema hana nini? Hana maono. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo ile kitu yenye nataka kuambia ni kuwa tukae tukijua ya kwamba haya
maisha tuishio, ni heri basi tufanye nini? Tuwe katika hali ambayo inaeleweka, kwa sababu pasipo na maono watu huangamia. Tuangalie tena katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa kwanza. Nitasoma. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhabiti. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaambiwa ya kwamba basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhabiti. Enzi hizo Samueli anamtumikia Mungu katika hekalu kule Shilo, na tunaambiwa ya kwamba neno la Bwana lilikuwa adimu, hapakuwa na mafunuo. Kwa sababu gani? Kwa sababu enzi hizo Eli naye alikuwa ni kuhani katika nyumba ya Bwana, na ilifika wakati akawa kuna venye ambapo watoto wake hawaenende katika njia nzuri, na yeye amenyamaza kimya, hawaambii kitu. Na yeye ni mtumishi wa Mungu, wanaenda vibaya, walikuwa wanakula dhabihu, ikikuja iteketezo wanachukua ile nyama, wanaenda wanafurahikia huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanafanya vituko kanisani. Sasa yeye hakuwa anawaambia. Kwa njia hiyo sasa Bwana naye akanyamaza. Ndio maana wakati Samueli anamtumikia Mungu pale, tunaambiwa neno la Bwana lilikuwa adimu, hapakuwa na mafunuo. Mungu hakuwa anajifunua kwa Eli kwa sababu ya yale maasi ambayo watoto wake walikuwa wanafanya, na yeye amenyamaza kimya. Lakini ilipoendelea Mungu sasa akaanza kujifunua, ndio akaita Samueli sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na mnajua kilichotokea. Maana baada ya hapo, baada ya Samueli kuitwa na Mungu, Mungu alizungumza akamwambia, mwambie Eli ya kwamba watoto wake wataenda kukufa siku moja, wote wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya yale maasi waliokuwa wakiyatenda, na babake kwa sababu ni kuhani amenyamaza kimya, hakuna kitu anawaambia. Wanaenda njia za hivi, wanafanya mambo ambayo hayana mwelekeo, hayana msingi, lakini Eli alikuwa amenyamaza kimya. Ndio maana naye Bwana hakuwa anajifunua kwa Eli mpaka wakati ambapo aliona sasa naweza zungumza na Samueli. Kwa hivyo pasipo na maono basi watu huangamia. Na nilisema ya kwamba kanisa linapokosa kuwa na maono, basi kanisa lile hakuna mahali linapoelekea. Unapata ni kupanga tu vitu, baada ya mwezi, baada ya siku, ama baada ya kupangwa, unapata hakuna kitu kinatokea, ama hakuna kitu kinafanyika, kwa sababu kanisa limekosa kuwa na maono. Na hivyo pia unaweza pata kwa kikundi vile ambavyo tuko, kikundi cha wazee kikikosa maono, basi hicho kikundi kinaangalia. Kikundi cha wamama kikosa maono, hicho kikundi ni bure. Kikundi cha vijana kikosa maono, sahau. Kikundi cha watoto wakikosa maono, huko nako pia kimya. Hivyo kwa sababu gani? Hakuna maono. Na kama hakuna maono, Sulemani ametuambia kwenye Methali 29:1 ya kwamba pasipo na maono watu huangamia. Huacha kujizuia. Mambo yanatokea lakini unashindwa kujizuia kwa sababu hauna maono. Unapokosa maono hauwezi ukajizuia. Sasa hivi tuseme kijana msichana ama kijana mvulana ama wote vijana. Sasa kama mtu hana maono, ndio unapata ya kwamba kila jaribu linalokuja kwake hawezi akajizuia, hawezi akavumilia kuepuka lile jaribu. Kwa sababu gani? Hana maono. Lakini wewe niambie, unasoma, unasema mimi nataka kuwa, niseme nani? Nataka kuwa daktari. Wacha nitumie ile tukio kwa primary. Unaulizwa, unataka kuwa nani ukimaliza? Doctor, pilot. Sasa unasema ama unasoma ukiwa na maono ya kuwa unataka kuwa pilot. Unataka kuwa tunaita rubani. Unataka kuwa
dereva wa gari fulani, iwe ni taksi, iwe ni lori, iwe ni nini hivyo. Sasa ukiishi katika yale maono, mwanzo unatakiwa ukishajua ya kwamba nataka kuwa mtu fulani baada ya masomo yangu, unatakiwa uishi ndani ya nini? Ya yale maono. Yaani wewe ukitembea wajiona dereva. Kama wewe wataka kuwa injinia fulani, either wa civil ama maybe wa upande wa electrical ama upande wa tuseme kama fashion and design hivi, sasa lazima ufanye nini? Lazima uishi katika yale maono. Yaani wewe anza kutembea kama injinia. Kuna mwalimu wetu deputy alikuwa akituambia kule shule ya kuwa injinia siku zote wako busy, injinia siku zote hawatembei TV. Yaani unapata njiani injinia anaenda akijisahau. Hapana, kama ni kutembea anatembea akienda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni injinia mwenye anafanya waya sasa. Lakini sasa unapata mtu ni injinia darasani waja saa 3, mwalimu amesema waingie saa 1. Ana haraka. Mwenyewe amevaa kashoti na anakuja darasani. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni injinia, yani very soon mtamwona mtaani. Lakini anakuja darasani na kakinyasa. Tena hata msimsumbue. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye akitembea hana haraka. Huyo ni injinia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa kama wewe unataka kuwa kile kitu ambacho kweli umejiwekea kama maono yako, ishi ndani ya yale maono. Ndio maana utapata kama wewe ni kijana mvulana utakuwa unachilinda. Simaanishi eti hakuna wasichana wanaweza kukuchia wako, lakini wakikuja unawaambia please give me time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko na maono. Lakini ukikosa maono akikuja asema hata mimi nilikuwa nangojea. Twende. Unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiishi ndani ya maono yale ulionayo, utajikuta wewe ni kijana, lakini haya yote lazima tutapitia. Kusumbuliwa kama ni kijana fulani utasumbuliwa. Ukipita hivi wanakuja na huko. Ukirudi hivi wanatokezea huko. Yaani ni kambi yani wamewekwa kama mtego. Sio mtego, lakini sasa haya ni mambo lazima tukumbane nayo kwa sababu tunaishi hapa duniani. Lakini mtu ambaye anaishi akiwa na maono, wanapokuja kama vile si eti wafukuza wapige makofi, hapana, usipige msichana wenyewe ndio. Sawa? Wewe akikuja mwambie nimekusikia, nipatie muda nikafikirie. Hasa hiyo muda wa kufikiria unafikiria mpaka anasahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaishi katika maono. Unataka kuwa mtu fulani, unataka kuwa injinia, unataka kuwa daktari. Lakini sasa wewe kwa sababu yale maono ni kama ulifanya kubadiliwa. Sasa Robert unataka kuwa nani? Mimi nilikuwa nataka kuwa dereva wa gari. Lakini sasa mimi kulingana na masomo mimi hata naona naacha hii naenda hivi. Sasa unapata ile wakati nimetumia mfano sio Robert wako na maono mazuri. Sasa unapata ile wakati sasa amekuja kufanya nini? Amekuja kumaliza. Sasa ni ile sasa ni kuendelea vile nilikuwa nikisema mwanzo. Na unakuja mtu anakuambia Robert, wale kulikuwa na kazi fulani hivi. Naona ni vizuri ukaanze hiyo. Hata mimi nilikuwa na waza hivyo. Tayari unaona anadandia kwa maono ambayo si yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu kama yule ni sawa sawa na bendera inayofuata nini? Si baridi, inayofuata upepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiishi katika maono, wewe ni msichana utakuwa unajilinda. Unasema mimi mpaka nimalize masomo yangu, ndio mambo mengine baadaye yakuje baadaye. Lakini wewe kwa sababu hauna maono, unasema mwenye atakuja mimi tunaenda na yeye. Tunaenda na yeye. Watakuja kweli, utajikuta ukikuja kuolewa. Ulikutana na kama 7. Ndio maana yule mwanamke pale kisimani akakutana na Yesu. Kamuuliza akakosa maswali. Kaambia nenda wasiunitie bwanako, akasema hata sijui nikaite yupi. Maana hata yule bwanake hajui sasa ni yupi. Ana wewe kibao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiishi na maono tutakuwa watu ambao tunaeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Natumai unajifunza kitu.
kitabu, hatutasoma zote. Judges 17:6. Hiyo Judges sasa inazungumza siku hizo Israeli haikuwa na mfalme, kila mtu alifanya alichoona ni sawa. Unaona sasa vile ambapo watu walikosa maono. Mfalme hakuwepo enzi hizo. Sasa kila mtu alifanya nini? Alijifanyia mambo yake. Yule mwizi yuaenda kuiba, akirudi nyumbani na vitu kama amekuja na mbuzi, mzazi anasema afadhali leo ni nyama, tunaacha futswe. Wanaanza sasa kutayarisha nini? Nyama. Wanaingia kukula nyama. Anatoka pale anaenda sijui anafanya nini huko nje. Wanakuja, yani hakuna mtu ambaye alikuwa anatenda yaliyo haki, kwa sababu hakukuwa na maono, hakukuwa na mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Pia kwenye Second Chronicle 15:3 hizo mtaenda kujisomea. Kwa sababu Israeli ilikosa Mungu, walikosa kuhani wa kuwafundisha, wala hawakuwa na sheria. Kwa sababu walikosa Mungu, basi walikosa Mungu na pia walikosa kuhani wa kuwafundisha. Sababu hiyo hawakuwa na nini? Na sheria. Hosea 12:10 pia andika, Bwana aliongea na manabii na akawapa maono mengi. Sasa hapa ndo tunakuja kupata sasa maono mengi ambayo yalipewa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie Maamuzi. Tuangalie Maamuzi. Maamuzi si waamuzi, si kitabu andike hicho, ni kitabu Maamuzi. Maamuzi kizungu ni decision. Asante. Tuangalie kwenye Joshua 24:15. Very quickly. Joshua 24.